Hassan ambaye ni mgombea wetu amepokea nchi ikiwa na miradi mingi ya kimkakati, ikiwa katika hatua za awali. Mimi kama mjumbe wa kamati ya bajeti, mradi wa SGR ulikuwa serikali ilikuwa imelipa trilioni 3 tu. Ili ukamilishe SGR inatakiwa trilioni 27. Ni wazi kazi kubwa itafanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere zilikuwa serikali iliyopita ililipa trilioni 2 tu, lakini yeye amekamilisha kwa kuliongezea trilioni 4. Imekamilika. Ujenzi wa daraja la Busisi, wakati Mama Samia anaingia madarakani, zilikuwa zimelipwa takriban 20% ya gharama za bilioni kama 100, lakini daraja lile limegharimu bilioni 700. Kwa hiyo tunaposema kwamba nchi imerudi gizani, ambapo tuna kiongozi amekaa miaka 4.5, amefanya miradi, amekamilisha, na kama asingekuwa na maono angeweza kuiacha bila kuitekeleza, akaanzisha ya kwake. Tunapohoji leo kwamba hana miradi yeye ya kimkakati aliyoanzisha wakati alirithi, na kiongozi mzuri ni yule anaiendeleza kazi ya mtangulizi wake, na yeye ameonyesha mfano, ameendeleza, ametafuta matrilioni ya shilingi kukamilisha hiyo miradi na kazi inaendelea. Mimi nadhani apewe heshima yake. Kwa hiyo nilikuwa nataka tu niwaambie Watanzania, tutasikia mengi hata ya michakato ya uchaguzi, lakini mimi naamini Watanzania ni waelewa, wataenda kukichagua Chama cha Mapinduzi, na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anakwenda kuvunja rekodi ya kupata kura nyingi, kwa sababu utatuzi wa changamoto, miradi ya maendeleo ya kijamii ndio uhitaji wa Watanzania walio wengi, ngazi za vitongojini, ngazi za vijiji, na asilimia ya Watanzania wengi wanaishi vijijini. Nilisema tu nichukue fursa hii kwa leo, na nitawakabidhi taarifa zote ambazo mimi nimetumia kama rejea kujenga hoja kwamba kubwa hilo. Mengine kwa sababu vyombo vipo vya ulinzi na usalama vitaendelea wenyewe tuma nazozitoa, lakini mimi nimezizungumzia zile ambazo ninazifahamu, nimezifanyia kazi, na ni sehemu ya watu ambao niliona utekelezaji wake kupitia kamati ya bajeti na kupitia bungeni. Na ninaposimama kusema kwamba hata sasa mimi kama mgombea wa Chama cha Mapinduzi, ninapoizungumzia Bagamoyo, nitaizungumzia Pwani kwa sababu nimefanya kazi mkoa mzima, lakini nitaizungumzia nchi kwa sababu miradi, mimi nimetembelea miradi zaidi ya mia kama 50 nchi nzima ya bilioni 100, na kwa mara ya kwanza nimekuwa mbunge miaka 15, lakini awamu ya Mama Samia ndio naona kama nilipata fursa kutembelea miradi mingi na hata ndani ya mkoa wetu wa Pwani. Nimalizie kwa kuwashukuru kwa namna ambavyo mmekubali kuja kunisikiliza kwa maneno yangu haya machache, na wakati wote waandishi ni waalike, sababu inawezekana muda usitoshe, wakati wote ya ufafanuzi. Na mimi sasa hivi kila atachokuwa nasema, kama nina maelezo nayo, tutaendelea kuyatoa, tutende haki. Inawezekana kweli bado yapo baadhi ya maeneo na changamoto, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan amejitahidi sana, na siri kubwa ya mafanikio yake ni kutokana na yeye, serikali yake kuongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani, lakini na kutafuta vyanzo vya mapato. Unapoona kwa mfano bajeti ya Wizara ya Kilimo imeongezeka hadi trilioni 1, unapoona bajeti ya uvuvi na mifugo imeongezeka kwa bilioni zaidi ya 100, ni kutokana na vyanzo vingine mbadala. Tulipata huo mkopo wa trilioni 1 na bilioni 300, lakini usiokuwa na riba trilioni 2 na bilioni 400 kutoka shirika la fedha duniani, ambayo ndio imewezesha bajeti ya Wizara ya Kilimo leo kufika trilioni 1 kutoka bilioni 254, ambayo imewezesha bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuongezeka kwa bilioni 100, lakini ambayo imewezesha hata bajeti za wizara zingine kuongezeka. Kwa hiyo uongezi mapato kama huna maono ya kuiongoza, ya kutatua changamoto, na kipekee kiukweli utofauti wa serikali yetu ni kwamba ilikuwa inafanya miradi ya kimkakati, inafanya uendeshaji wa serikali, inaajiri, na kitendo cha kuajiri maana yake unaongeza wage bill ya serikali. Tangu ameingia madarakani, Mheshimiwa Rais alikuta wage bill ni kama trilioni 7. Sasa hivi tunavyozungumza bajeti hii inayoendelea trilioni 13. Tafsiri hiyo ya kupanda kwa mishahara
ni kwamba mama amekuwa akiajiri, lakini amekuwa akifanya huduma za jamii, amekuwa akitekeleza miradi ya kimkakati. Kwa hiyo mambo mengine kama hayapo kwenye taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, zitakuwa ni habari za mitaani tu, lakini yeye ndio mwenye mamlaka ya kukagua hesabu na kutoa taarifa zake. Sasa kama yeye ametoa taarifa, halmashauri zote 184 zimepata hati safi, taasisi za serikali 531 zimepata hati safi kwa mwaka wa fedha 23/24, na kama ni taarifa hizo, ina maana umtarajii kiongozi wapo wanaohoji kwa nini asemei ufisadi, asemei nini, kwa nini wagombea wa CCM wasemei hayo. Hasemi hayo kwa sababu aliyepewa mamlaka hayo kikatiba, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, kupitia ukaguzi wake ameonyesha maboresho makubwa ya usimamizi wa fedha za serikali. Na ndio maana leo kupitia hizo taarifa, na zipo, ukiingia kwenye ukidownload, ukigoogle taarifa za CAG inakuja, pitieni zile ili tupunguze kujengewa chuki dhidi ya serikali, kujengewa chuki dhidi ya kiongozi wetu, kujengewa chuki dhidi ya chama kwa watu wale wachache. Mambo sasa hivi yako yote kwenye mifumo, inaweza kupatikana. Kwa hiyo baada ya kusema maneno haya, mimi niwashukuru sana, asanteni sana. Na ushahidi wangu nafanya rejea, nimerejea hapa leo taarifa kwa ufupi sana, kwa sababu muda najua hautoshi nikaeleza kila kitu, lakini rejea yangu kwenye taarifa za fedha, bajeti za serikali, taarifa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, na mara nyingi hata mimi bungeni nilikuwa nikichangia hata kwenye kamati. Sisi mdhibiti zile fungu 45 alikuwa anapitia kwenye kamati yetu ya bajeti, ndio tulikuwa tunaidhinisha bajeti. Na serikali hii imeiwezesha sana ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa miaka 5. Bajeti mpaka imefika zaidi ya bilioni 120 na kitu. Na sisi ndio tulikuwa tunaidhinisha ile bajeti kwenda bungeni. Kwa hiyo maana yangu kwamba, lakini advantage yangu ambayo mimi naiona, fursa ambayo niliipata ya kipekee kwa miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ni mimi kuwa pia shuhuda wa miradi. Kwa sababu nilikuwa naipenda hiyo kazi. Mimi huwezi kuniambia kitu ambacho labda ni heri. Nimetembelea miradi mkoani, zaidi ya miradi 421. Zaidi ina thamani ya bilioni 34. Miradi yote ya uviko mimi nimeiona, ikiwemo ile ya sekta ya maji. Na kwa mfano, na washangaa watu wanaposema kwamba hakuna maendeleo. Unafika kwa mfano mradi mmoja wapo wa maji ulifanyika pale Kimara Misale. Mariam, unapafahamu? Kulikuwa hakuna maji tangu Kimara Misale imeumbwa. Lakini milioni 500 imeenda pale kupitia za uviko. Fukayosi pale milioni 350. Na mimi nimeiona. Lakini hivi majuzi hii mradi wa ili gari la kuchimba visima. Kuna kitongoji kiko Lubaya, kata Msoga pale. Kiko ndani kina wafugaji. Walikuwa hawana maji. Ina maana sasa hivi hatua iliyopo ya utekelezaji wa hii miradi ya maji inaenda mpaka kwenye vitongoji, na ile gari ni mahususi kwenye vitongoji ambavyo havifikiki kwa urahisi, lakini havina vyanzo vya maji mbadala. Kwa hiyo gari limechimba kisima na sisi tumeona na wananchi wameshukuru. Sisi bahati nzuri kupitia ile mikutano ya hadhara tulioifanya nchi nzima, zaidi ya 1300. Kupitia miradi tulioiona nchi nzima, zaidi ya 1500 ya trilioni 1. Hii miradi ya trilioni 1 kama bilioni 200, hii ya sekta ya afya, vituo vya afya. Mimi ni shuhuda wa vituo vya afya vyenye digital x-ray. Ni shuhuda wa vituo vya afya vilivyoongezeka ambavyo vina uwezo wa kumtoa mtoto tumboni. Na ndio maana mama ameweza kupunguza vifo vya wanawake wajawazito. Lakini ni shuhuda wa hospitali kubwa hizo zilizozinduliwa. Na ndio maana leo moja ambalo pia jambo analolisema Polepole kwamba amejaribu kuhoji sekta ya afya, utoaji wa huduma za afya, amehoji masuala ya malaria, amehoji masuala ya kwa nini Zanzibar huduma za afya ni bure. Lakini nataka niseme kwanza, Wizara ya Afya sio wizara ya muungano. Lakini la pili, wizara kwa kwamba huduma za afya bure Zanzibar sio swala la miaka 4 hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni jambo la siku zote. Lakini hebu tuangalie takwimu. Watanzania bara tuko
tuko milioni 58.8 sensa ya 2022. Inawezekana tushafika milioni 60. Zanzibar walikuwa ni milioni 1.8 hivyo kuhudumia watu milioni 58, wapatie huduma zote na kuhudumia watu milioni 1.8. Lakini unaposema kwamba una dawa za kiwanda kiwanda kita, sisi kamati ya bajeti 2017 tulikitembelea kile kiwanda, sio cha wakati wa Mama Samia pekee, na hoja pale ikawa pia halmashauri zetu zitenge fedha kununua ile dawa kwa ajili ya matumizi ya halmashauri kwenye madimbwi, kwenye nini, kwa ajili ya kupambana na malaria. Lakini unapombagaza peke yake kwamba kana kwamba kiwanda kile kimeanza awamu hii ya 6, kwamba ndo awamu hii ya 6 itumii vizuri kile kiwanda kwa ajili ya kupambana na malaria, na kwamba unapomlinganisha, kwa sababu mama tu ametoka Zanzibar, kwamba kwa nini Zanzibar inatoa huduma bure, wakati pia tulishawahi kuwa na rais anatoka Zanzibar, hayati Ali Hassan Mwinyi, na amefanya kazi nzuri wakati Zanzibar pia wanaendelea na matibabu bure. Lakini unapobagaza kwamba hii bima ya afya haifanyi kazi vizuri, sasa hivi kwanza tuna mfuko wa bima ya afya ya taifa. Ule mfuko unachangiwa na serikali, watumishi wa serikali wanakatwa na serikali, na pengine ikaenda baadaye huduma kwa watu binafsi. Kilichoanzishwa sasa ambacho kinaenda kuweka historia ni mfuko wa bima ya afya kwa wote, kwa watu wote. Na anapojisemea siku 100 mgombea wetu wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba atatoa makundi mahususi, watu wenye ulemavu, wazee, wanawake wajawazito na watoto watapata huduma bure. Hii imekuwa kweli ndio hiyo kauli mbiu kazi na utu, imekuwa ni dhamira ya Chama cha Mapinduzi. Hata ilani zilizopita kwamba kuna makundi mahususi, wanawake wajawazito, watoto chini ya miaka 5 watapata huduma bure. Imekuwa na changamoto kwa sababu kuihudumia kundi hili asilimia kubwa kulipa matibabu bure na mfuko dawa za soka MSD pamekuwa na changamoto. Lakini sasa serikali, ilani yetu ya awamu hii inapokwenda, anapoahidi Mheshimiwa Rais au mgombea wetu wa urais, mimi hii naisemea na nina uhakika nayo, kwa sababu kwanza, kwa mara ya kwanza serikali ilileta sheria ya bima ya afya kwa wote, sio mfuko wa bima ya afya taifa. Hii ni bima ya afya kwa wote. Lakini sheria ilianza kutekelezwa kwa sababu ilikuwa inajaribu kuangalia vyanzo gani vya mapato. Lakini mimi ninafurahi bajeti iliyopita serikali hii ikaleta vyanzo vya mapato bungeni, tuvidhinishe kwenye sheria ya fedha, ili fedha zile ziingie kwenye mfuko wa bima ya afya kwa wote, itibu makundi hayo. Mfano, chanzo cha kuweka tozo shilingi 500 kwa kila tiketi ya SGR, ambayo 70% ya hiyo 500 utaenda mfuko wa kudhibiti ukimwi, 30% inakwenda kwenye mfuko wa bima ya afya kwa wote. Lakini tozo ya 1000 kwa kila tiketi ya ndege, 70% itakwenda kwenye mfuko wa bima wa kudhibiti ukimwi, 30% utakwenda kwenye mfuko wa bima ya afya kwa wote. Lakini 0.1 ya thamani ya madini nayo ichangie huduma za afya, 70% iende kwenye mfuko wa kudhibiti ukimwi, 30% bima ya afya kwa wote. Lakini hatua pia ya kuweka shilingi 10, shilingi 100 kwa mafuta ya petroli, dizeli na mafuta taa kwa ajili ya kuchangia utoaji wa huduma za afya, ukimwi na bima ya afya. Mimi naiona safari hii makundi haya kweli yanakwenda kupata matibabu bure, kwa sababu fedha hizo sasa hivi kila zinavyokatwa zinapelekwa kwenye mfuko wa bima ya afya kwa wote. Lakini pia unaona serikali ilivyokuja na mpango mwingine, kwa sababu mataifa mengine, kwa mfano mataifa ambayo yalipunguza misaada ya kutibu magonjwa ya ukimwi, kifua kikuu, kama ingekuwa serikali legelege ambayo kama anavyosema Polepole haifanye maamuzi, kama isingekuwa serikali kufanya maamuzi ya kutafuta vyanzo vingine mbadala, leo tulikuwa tunazungumza mambo mengine. Kwa hiyo mimi nataka niseme kwa hiyo bima ya afya, si kweli kwamba eti huduma za afya serikali hii ya awamu ya 6
zimelegalega, mama asingepata tuzo ya Global Goalkeeper Award, isingewezekana. Na si kweli kwamba sio shida zipo siji kwenye maamuzi. Mimi nasemea kama mbunge mtu huru tu ambaye sitafuti cheo chochote, kwa sababu nishapata kuaminiwa na moyoni mwangu ninafarijika kwamba imetosha katika nafasi mbalimbali ambazo nimezitumikia nchi hii, na mimi ni mtoto wa mkulima. Kwa hiyo hapa mimi, lakini nina wajibu kwa sababu ni mwanachama Chama cha Mapinduzi na nina dhamana ya ni mwakilishi mtarajiwa wa jimbo hili la Bagamoyo. Nisitakubali kuona chama kinabagazwa, lakini pale penye ukosoaji wa kawaida ambao unakusudia kujenga, unakusudia kutoa maono mbadala, unakusudia kushauri, hiyo sawa, na wale wanaharakati na nini na hata polepole waendelee, lakini yale ya kudanganya na kuto appreciate hata jitihada hizo zilizofanyika, iwe kwa kiwango kidogo, lakini jitihada zimeonekana, dhamira imeonekana. Lakini hapo unashauri kusema kweli kwa sekta ya afya na mtu ambaye atamwamini. Zipo ndio changamoto, lakini ule maamuzi tu ya kuboresha kwanza miundombinu, ujenzi wa hivyo vituo vya afya, ukarabati hospitali, kumalizia hospitali za rufaa, huduma zote sasa zinapatikana hospitali ya taifa Muhimbili, na sisi hata mpaka hatujawahi kuona huduma ya dialysis inapatikana hospitali ya Tumbi, hapa haikuwepo. Ukarabati mkubwa pale Tumbi, ICU pale. Sasa jukumu la kusema kuweza wananchi sasa kumudu hizo gharama ndio hatua inayofuata. Sasa hii hatua, hata kama ingekuwa bima ya afya kwa wote ingekuwepo, wananchi wale wangesaidiwa, na wasiokuwa na uwezo wangesaidiwa. Kama hakuna hiyo miundombinu, kama hakuna hizo huduma, kama serikali isingejiandaa kwanza na miundombinu na kusomesha wataalamu. Sisi hospitali yetu ila kwa mara kwanza kipindi cha Mama Samia ndio tumepata madaktari bingwa 4. Hatukuwa na madaktari bingwa, lakini kipindi chake tumepata madaktari bingwa 4 na wapo wanaendelea vizuri. Kwa hiyo maandalizi haya ya kuelekea kuwezesha Watanzania wote kumudu huduma za afya, yakiwemo magonjwa ambayo yasiyoambukiza, ambako watu wasiokuwa na uwezo wakithibitika watapata huduma bure. Ni vema alivyoanza miundombinu, sasa kaleta tu bungeni vyanzo vya mapato vimeidhinishwa na kazi inaendelea. Kwa hiyo mimi nataka niseme katika ufafanuzi wa jambo lolote linahusu masuala ya wajibu wangu kama nilivyokuwa mbunge, kwa sababu nayasema haya kwa kuwa nilikuwa mbunge, nimehudumu vipindi miaka 15, nimeona bunge la 10, 15, nimeona bunge la 15, 20, nimeona bunge la 20, 25. Kweli yako mabunge kutokana na pengine wingi wa vyama, wawakilishi wa vyama bungeni, kulikuwa na hoja mbalimbali. Lakini hata pamoja na kwamba bunge la 20, 25 kulikuwa na idadi ya wabunge wachache bungeni wa vyama vya upinzani, lakini kazi ya bunge mle ilikuwa ni kuwakilisha wananchi. Sisi kama wawakilishi wa wananchi tumeisimamia serikali. Kuisimamia serikali na tumetunga sheria mbalimbali. Na kuisimamia serikali ni kuhakikisha yale walioipanga na tukayapitisha bungeni yanatekelezeka. Sasa kama yanatekelezeka, mlitengewa bajeti ya kiasi hiki, 95% imeletwa, miradi imefanyika. Lakini nakiri haiwezi kutatua changamoto zote kutokana na nchi yetu ni kubwa, ina idadi ya watu wengi wananchi kama hivyo, takriban sasa hivi tunaweza tukafika milioni 60. Sasa ni kichekesho kulinganisha watu milioni 60 na wenzetu wa upande wa pili wa muungano wa milioni 1.8 kumpima mheshimiwa kwa ajili ya huduma za afya. Sio sahihi. Kama ingekuwa sahihi asingeweza kupata tuzo ya Global Goalkeeper Award. Kwa hiyo mimi niseme, lakini kwenye sekta mbalimbali nao huwa sasa ninakuja na sekta zingine naweza nikasema wakati mwingine, lakini ninamshukuru Mungu kwamba uelewa wangu, lakini pia uelewa wa masuala mazima ya uendeshaji wa serikali, uzoefu mdogo bungeni, uzoefu mdogo kwenye nafasi mbalimbali kama yeye polepole anavyosema amekitumikia chama. Hata sisi tulikuwa wajumbe wa NEC miaka 10 kama yeye. Yeye amekaa muda mfupi tu, miaka hata 5 haikufika. Sawa, alikuwa MCC, lakini haimpi uhalali wa kuibagaza, kuikosoa kupitiliza, kutumia lugha za kuudhi, kumdhalilisha mheshimiwa rais, kumtungia uongo, lakini na hata kutamani
yatokea ambayo yasiyotarajiwa. Sisi sote tumeomba na Mwenyezi Mungu na kuongoza anatoa Mwenyezi Mungu pia. Na hata hapo alipomfikisha mheshimiwa mgombea wetu wa urais ni Mwenyezi Mungu, kwa sababu haikutarajiwa kwamba sisi tutapata rais mwanamke, lakini tumepata rais mwanamke shupavu. Na safari tunamtafutia kura kwa udi na uvumba, si kwa sababu ya mwanamke tu, ni kwa sababu kazi ameifanya. Na mimi nataka niseme hakuna uchaguzi mwepesi, wenye hoja, wenye mashiko, kwa sababu kila unapokwenda, mimi tangu nimeanza kampeni, ninapokwenda kuomba kura kwenye kitongoji, kuna jambo la pale limefanyika miaka 5 iliyopita hii, lakini kuna jambo lipo kwenye ilani. Sisi ilani yetu hii ya 25-30 tumeahidiwa. Ninapozungumza hapa tuna vituo vya afya 3 Zinga, tumeahidiwa kituo cha afya Kisutu, tunajengewa kituo cha afya. Lakini tumeahidiwa miradi mingi ya kimkakati ya kuchangia au kuchochea uchumi. Tumeahidiwa chuo cha VETA Fukayosi. Tumeahidiwa shule za sekondari mpya 3. Tumeahidiwa shule za msingi mpya, madarasa. Tumeahidiwa hospitali yetu, tena imeitwa hospitali ya rufaa ya Bagamoyo. Tumeahidiwa ujenzi wa majengo lukuki. Tumeahidiwa vile vituo vyetu vya afya vilivyojengwa kuiongezea miundombinu, OPD, kituo cha afya pale Fukayosi, Matimbwa, majengo ya kuhifadhi maiti zetu. Kwa hiyo tumeahidiwa miradi ya maji. Tumeahidiwa vituo au majengo ya biashara hapa 2 ya ghorofa kata ya Dunda na Magomeni. Tumeahidiwa barabara za lami, barabara ya Makofia Mlandisi. Ilani zingine zote zilizopita ilikuwa upembuzi yakinifu, lakini kwa mara ya kwanza ilani hii ya kwanza ya Mama Samia kama yeye mgombea urais, tumeahidiwa ujenzi wa kiwango cha lami kilomita 35. Lakini tumeahidiwa kipande cha barabara ya Makurunge Mkangi. Tumeahidiwa kujengwa kwa kiwango cha lami. Barabara ile ilikuwa inaisha Tanga, Pangani, Mkangi. Lakini tunakwenda kupata kipande cha lami ya kilomita 75. Tumeahidiwa barabara pale Mapinga, Mingoi Kiembeni. Barabara ile inasumbua na ni shortcut ya kwenda kwa Dar es Salaam. Ina daraja pale Mpigi Chini. Lakini tumeahidiwa kujengwa kwa kiwango cha lami. Lakini kuna barabara hapo kwenda kata ya Kiromo Buma, Kiromo cha Mbezi, ambayo inakuwa barabara inalalamikiwa wakati wa mvua haipitiki. Kina mama wanajifungulia njiani. Imeahidiwa kiwango cha lami kilomita 5. Tumeahidiwa ujenzi wa masoko ya matunda kata Fukayosi pale. Tumeahidiwa ujenzi wa soko Mapinga, Udindivu. Yote hizo shughuli za kiuchumi. Lakini tumeahidiwa kupewa watumishi wapya katika idadi ile ya walimu 7,000, madaktari 5,000. Sasa mimi ndio maana nasema uchaguzi, mimi ni mgombea mpya jimboni, lakini hakuna mahala, nina vitongoji 167, nina vijiji 8, nina kata 11. Hakuna mahala ambapo ninakwenda kuomba kura hakuna jambo litakalofanyika. Lakini tumeahidiwa sisi uchumi wa halmashauri wetu unategemea bandari iliyopo sasa. Tumeahidiwa maboresho makubwa. Kuna ujenzi wa miundombinu pale ambayo utaelekea mkoa wa Kusini Unguja. Tunaunganishwa na mkoa wa Kusini Unguja. Ujenzi wa gati. Sasa sio kutumia mashua zisizokuwa na usalama. Licha hiyo bandari mpya itakayojengewa, najua itatumia zaidi ya miaka 3-4, mradi mkubwa zaidi ya trilioni 20 na kuendelea, ama inajengwa eneo la Zinga. Lakini tumeuona utu unaosema kazi na utu, fidia za wananchi wetu. Wenyewe ni mashuhuda, mradi wa bandari. Wapo wananchi bado hawajalipwa fidia zaidi ya miaka 15 sasa. Lakini mgombea wetu wa urais alishaanza kulifanyia kazi. Shafanyika tathmini. Tuna matarajio ya bilioni 11 pengine fidia ya wananchi wetu wa Zinga na wanaopisha eneo la viwanda. Tumeahidiwa eneo la viwanda sasa, EPZA.
Tumeahidiwa ujenzi wa substation hapa Zinga. Kwa hiyo umeme wa uhakika katika mji wetu wa Bagamoyo na njia ya kusafirisha umeme kutoka Chalinze mpaka Bagamoyo wa kVA 220. Kazi inaendelea. Sasa hii kauli mbiu ya kazi na utu. Kitu tumeahidiwa uimarishaji zaidi wa shughuli za uvuvi. Ujenzi wa bandari ya uvuvi. Mradi wa awamu ya 6 imejenga bandari ya uvuvi Kilwa, lakini na sisi ukanda huu wa Bahari ya Hindi tunajengewa bandari ya uvuvi hapa Bagamoyo. Mradi wa kimkakati. Sasa hivi kwa nini tusipige kura ya ndio? Hivi kwa nini tusitiki Oktoba? Ni ilani ipi ya chama gani inaweza kainisha miradi hiyo kwa wingi wake? Hakuna. Kwa hiyo kiukweli, na hizo ni ahadi tu, hizo za kijimbo, sio za kiwilaya. Lakini ukiangalia kile kitabu cha ilani, hizo za kiwilaya ni kikombaini na wilaya ya jimbo la Chalinze Bagamoyo. Na kile kitabu kwa sababu kimeainisha na wilaya zingine zote. Sijui unajaribu kuwaza hivi sasa kitu gani kimeachwa? Kitu gani kimeachwa? Maana kama swala zima la kuchochea uchumi wa kisasa, shindani, jumuishi, fungamanishi, tumepata miradi. Kama swala zima la kutengeneza ajira za vijana zaidi ya milioni 8.5 kwa ujumuishi wake katika halmashauri yetu, tumeona hiyo miradi ya ujenzi wa vitega uchumi. Tumeona hiyo miradi ya kimkakati italeta ajira kwa vijana. Tumeona hiyo ahadi ya kongani ya viwanda katika ngazi yetu ya wilaya. Tumeona hiyo hatua ya mikopo hiyo midogo midogo. Lakini swala zima la kipaumbele cha ustawi wa jamii, sekta ya elimu, afya, maji ndio nimeisemea. Tumeona miradi mikubwa na hapa tuna matumaini makubwa na kukamilika kwa mradi wa bwawa la Kidunda, mradi pekee ya awamu hii ya 6 bilioni 322. Mimi niliwahi kuwa mjumbe wa kamati ya maji ya bunge mwaka 2014. Mradi ulikuwa kwenye makablasha tu. Kidunda unaona watenga bilioni 3, tathmini Kidunda, tathmini za mazingira, lakini leo unatekelezwa na sio ushafika 40%. Na ndio maana mimi napata taabu sana mtu akisema hakuna kilichofanyika. Sina shida na ukosoaji ule ambao unazingatia mila na desturi za Tanzania. Kwa yale maeneo pengine hakuna jambo lililofanyika, lakini watu wasigeneralize. Yapo maeneo kazi imefanyika na sio maeneo machache. Mimi nimesema hapa tumetembea 1300 mikoa 19, hatukuona eneo hata moja ambalo halina mradi. Sasa wanaosema kwamba awamu ya 6 haijafanya kazi yoyote, huyu mama hakustahili kugombea tena, huyu mama asichaguliwe, mimi kwa kweli ninavyoona wanapoteza muda wao tu. Si tu dalili ya yale wanaohudhuria kwenye ile mikutano, lakini kiukweli wengi tuko tayari kutiki Oktoba 29. Na sisi Bagamoyo tumejipanga. Tumejiandikisha 157 na safari hii na naziona dalili kila ninapoenda kwenye mkutano ya kampeni, naamini si chini ya 80% watajitokeza kupiga kura. Na watakipigia kura Chama cha Mapinduzi. Kutokana na yaliyofanyika ambayo mimi mbunge wao na wananchi tunajua mbunge wao mtarajiwa, lakini yanayotarajiwa kufanyika tumeridhika nayo. Megusa vipaumbele vyote vilivyotajwa 9 vimegusa. Kwa hiyo nataka mimi niseme kiumsingi nikiwa mgombea mpya wa jimbo, nishukuru Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Msimamizi wa uchaguzi wetu hapa ngazi ya jimbo, sisi tunagombea kiti cha ubunge Bagamoyo, wagombea 9. Kwa mara ya kwanza tulikuwa naona wagombea wengine tu 2020. Sijui kuna baadhi walikuwa nalalamikiwa, walikuwa nafunga ofisi. Wagombea wa vyama vingine wanaenda na hilo polepole alisemei. Walikuwa wanaenda kuti form, kuti mkurugenzi msimamizi wa uchaguzi pale, wanahangaika. Lakini safari hii mimi sijasikia hayo malalamiko maeneo popote. Maana yake kiwango cha demokrasia kimekuwa. Asilimia zaidi ya waliogombea, walioenguliwa, inawezekana hata isizidi 20%. Tena kwa mujibu wa mapingamizi ya sheria.
ya kiutaratibu, sio kwenye mafomu, sio kufungua ofisi. Na sisi Chama cha Mapinduzi safari hii pia mapingamizi tuliowekea wagombea wenzetu yanahesabika. Mimi hapa Bagamoyo sikuweka pingamizi, na kwa sababu tume ilichofanya kabla hujarejesha ile fomu tarehe 27 ilikuwa mnapeleka fomu yenu kuaguliwa, kulikuwa na mapingamizi yalikuwa yanaonekana kama ukikosea jina la chama tu watu waliinguliwa wengi kipindi cha nyuma, lakini yao yote haya hayaonekani. Uhuru, watu wanafanya mikutano yao, chama kimoja wapo kinachoonekana kinautana kiliamua wenyewe kutogombea. Sasa anayesema eti uchaguzi kiini macho wakati vyama vimegombea. Sasa Chama cha Mapinduzi kingeenda kuteua wagombea, si watu wanagombea si hiari, na hakuna mgombea dhaifu, hayupo. Mradi kama mwenyewe wamejizatiti anaenda kuomba kura. Mimi kama ngazi ya jimbo sijadharau mtu, lakini nimesema Chama cha Mapinduzi kinashinda kwa sababu ya kazi zilizofanya na ilani. Lakini siwezi kusema kwamba kimesimamisha vyama chama fulani wagombea dhaifu. Wagombea kwa sababu tu anakidhi vigezo na kwa mujibu wa katiba amegombea, hakuna mgombea dhaifu. Kwa hiyo hata ngazi ya urais, ndio maana mheshimiwa mgombea wetu anafanya kampeni na mgombea mwenza, wapo waliojitokeza wanagombea, vyama vinagombea. Hasa kama kuna chama kiliona kina nguvu kimekataa kushiriki, hiyo ni hiari yake. Lakini kiukweli baniani mpigieni upati wake mpeni kwenye swala zima na uchaguzi. Mmeleta mwamko mpya, zile sheria hatutaona leo, lakini ipo siku mama atakapomaliza muda wake, Mwenyezi Mungu atakapomjalia, tutasema maneno. Hao wanaompinga leo watasema. Hata hii hatua ya kwamba hakuna kupita bila kupingwa. Chama cha Mapinduzi 2020 kilihesabu majimbo 28 mara tu baada ya uteuzi kupita. Wampita bila kupingwa majimbo. Leo hakuna jimbo linalohesabika Chama cha Mapinduzi imenalo, kwa sababu wale waliopita bila kupingwa ambao wachache wana uchaguzi. Chama cha Mapinduzi kilihesabu udiwani viti 888 2020 waliopita bila kupingwa. Lakini leo kwa sababu ya ile maboresho ya demokrasia, Chama cha Mapinduzi hakina kata, hakina diwani wa kata aliyepita bila kupingwa. Yaani akihesabu bado mpaka sasa hivi tuna kata kadhaa, tuna majimbo kadhaa. Kwa sababu gani? Ni ile ukuaji wa demokrasia, kwamba wananchi wa maeneo hayo wamepewa fursa, wagombea wa kujitokeza. Lakini vyama hivi jamani, hiyo wanavyosema hiyo mizizi, kata nyingi havijasimamisha wagombea. Lakini wagombea wetu wa Chama cha Mapinduzi wataenda, na sisi katibu mkuu wetu Dr. Asha Rose Migiro kashaita maelekezo, hakuna mgombea yoyote umepita bila kupingwa. Una mgombea ambaye umekaa, lazima ufanye kampeni ukiombea chama.